Sasa toka uumbaji hadi ubatizo wa Yesu tuliangalia ya kwamba ni miaka 4035. So unajua alizaliwa toka uumbaji mpaka kuzaliwa ni 4005. Kama unakumbuka nimemaliza tu kueleza hapo nyuma. Alafu ile miaka 30 ambayo Yesu anabatizwa. Na kwa kuwa Yesu alichukua uhusika wa kuitwa Masihi ama mahala pa Adamu alipofanyika kuwa Masihi, kwa hiyo ni wakati wa ubatizo. Yesu ukichukua kutoka kuzaliwa 4005 alafu unaongeza 30, Yesu anavaa uhusika wa Adamu, kwa hiyo inakuwa 4035. Sasa 4035 hiyo miaka ukishaiweka hapo pamoja, ndipo sasa wanachukua Yesu alibatizwa mwaka wa 27. Mwaka wa 27. Sasa wakatafuta tofauti mwaka 27 na 2024 mwaka tulio nao. Sasa ukichukua 2024 alafu ukatoa 27 unapata tofauti ya miaka 1999. 1999. Labda nikurudishe nyuma tu kidogo ya kwamba wale walioishi kwenye miaka 1000 walikuwa ni waumini, walikuwa wameshafahamu kweli fulani. Kama unakumbuka kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ambayo ilikuwa watu wanatazamia Yesu anakuja 2000 kamili. Na moja wapo ya mahesabu ilikuwa ni haya. Nataka tu nirudi kwako wewe ambaye leo unaona kama una neno la pekee sana kuandaa ulimwengu huu. Yesu anakuja 2027 ama akienda 2031. Nataka tu ujue ya kwamba ilikushawekwa hata hapo nyuma kwamba Yesu angekuja mwaka 2000 kamili. Na ulipokokotoa hapo hiyo miaka unakuta 1997 ndio inakuwa inajenga kabisa ukamilifu wa miaka 2000. Kwa hiyo watu walihubiri kwa kasi na ikaongezeka pia na msukumo mwingine wa kisayansi, ile Y2K. Wale waliokuwepo kwamba hata kompyuta hazisomi baada ya miaka 2000. Watu wakawa na washawasha, wakawa na kwikwi za ajabu. Wengine waliacha miji yao, wengine walitoa watoto wao shule. Kwa hakika kipindi hicho unabii ulienda kiwango cha juu mno. Light wale waliolala na kabla ya miaka 2000 wangefufuka waone kwamba tumeendelea kuishi mpaka safari hii, huenda wangeendelea kusema Biblia sio ya kweli. Lakini ni nani aliwatuma kufanya hivyo? Time setting ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana ukichukua miaka 27 ukatoa 2000, ukatoa mwaka aliobatizwa ili upate exact time, ukijumlisha na kwa 2000 unabaki na 1997. Sasa hii miaka sasa ndipo ukijumlisha sasa tangu ubatizo wa Yesu ndipo inakuleta sasa 6032. Kwa hiyo ukichukua ubatizo wa Yesu mwaka wa 27 ukajumlisha 1992, alafu ndipo inakufikisha ukweli huo. Na kwa sababu Yesu alibatizwa mwaka ikiwa ni mwaka 4035, hiyo ni upande wa chronology hapo, ilikuwa ni mwaka wa 4035. Kumbuka wakati anazaliwa ilikuwa kwa mujibu wa kutoka Adam mpaka kuzaliwa kwa Yesu 4005, lakini kubatizwa naongeza ile miaka 30, kwa hiyo inakuwa 4035. Sasa hiyo ndio wanaijumulisha ile tofauti ya miaka walioitoa 2000 toa mwaka aliobatizwa ambao ni mwaka wa 27, na ndipo wanapata mwaka 6032. Kwa hivyo majibu yao ni haya: tangu uumbaji mpaka mwaka huu 2024 ni miaka 6032. Angalia jambo hili la pekee sana. Kwa lugha nyingine, hili ufahamu ya kwamba kuna udanganyifu wa kuweka muda wa miaka hii ni pale ambapo wanasema mwaka wa milenia, Ufunuo sura ile ya 20 aya 5, tunapaswa kwenda mbinguni. Na hata miaka imeshaenda yote hii, miaka 32. Lakini wanafanyaje ili kucheza na akili ya wanadamu? Ndipo wanakuja kwamba hii ni tangu Adam na sio tangu kuanguka kwa Adam. Sasa unapataje? Unatoa ile tofauti ya miaka 30. Na hii ni ajabu sana kwamba tofauti ya dunia wana pamoja na kuanguka kwa Adam, wanasema ni ile tofauti ya Yesu tangu amezaliwa mpaka anaenda kubatizwa, ambayo ni miaka 30 ndipo anavaa usika wa Adam. Sasa mimi ninahitaji tu nieleze hili ni tatizo kubwa sana, kwamba unatafuta miaka ambayo Adam alikaa bila kuanguka dhambini kwa kulinganisha umri wa Yesu mpaka anapokuwa Masihi kwa kubatizwa akiwa na miaka 30. Sasa hii ni kueleza vitu vya ajabu. Moja, Adam hakuumbwa akiwa mtoto. Ni vizuri kuelewa jambo hilo. Hakuumbwa akiwa mtoto. Aliumbwa akiwa mtu mzima na akaombiwa na ndoa siku ile ile. Siku ile ile yeye na Hawa, siku ile ile ya uumbaji.
Sasa ukilinganisha Yesu tangu ujauzito wa Mariamu mpaka kuzaliwa kwake, na Biblia inasema akaendelea katika kimo na hekima akimpendeza Mungu na wanadamu. Yesu kadri ya miaka ilivyoenda katika kufanyika kwake mwili, aliendelea kumpendeza Mungu. Sasa ikiwa kumpendeza Mungu kwako kutatofauta tofauti kuwe ni kubatizwa tu peke yake, ni vizuri kwa kuwa ulisikia siku hiyo sauti inasema wewe ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, kwenye Mathayo sura ya 3 aya ya 13 hadi 17. Unajua, ukizungumza ukweli huo ni vizuri ujue kwamba huwezi ukalinganisha na umri wa Adamu kwamba aliishi miaka 30 kwa kuchukua umri wa Yesu kuanzia 0 katika kufanyika mwili mpaka miaka 30 anapoenda kubatizwa. Hakuna connection ya jambo hilo. Lakini kwa nini wanafanya hivyo? Wanataka kuhakikisha miaka 6000 inagota 6000 isiende 7000, kwa sababu mwaka wa 7000 ni mwaka wa kwenda mbinguni. Yesu anapaswa amekuja, watu wameenda mbinguni. Kwa hiyo wanahangaika kuibakiza miaka kuwa michache, hata kama imezidi basi 2, basi 7, basi 9. Maana ukisema miaka 32 ni mingi sana, kama imezidi ni mingi, au miaka 30. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto ya kwanza kubwa sana ya ukokotoaji wa jambo hili. Lakini ikiwa hicho ndicho kinachofanyika, ndipo wanaeleza sasa kwamba na wao wanakiri wanasema Yesu angekuwa ameshakuja mwaka 2022. Na hivyo wanasema tunaishi katika kipindi cha rehema tu, muda umeisha kwa kweli. Ndivyo wanavyosema, tunaishi katika kipindi cha rehema tu na muda kwa kweli umeisha. Sasa hilo sio jambo jipya. Sio jipya kabisa kutueleza tunaishi kipindi cha rehema. Ni kweli kabisa. Ni kipindi cha rehema. La pili, si pia jambo jipya kutueleza muda umekwisha. Muda umekwisha na hivyo Yesu anarejea. Sio kitu ambacho wewe ndio umekianzisha leo. Yesu alitoa vibao vizuri kwenye Agano Jipya. Akaeleza hatua kwa hatua. Yeyote anayesoma, Biblia inasema myaonapo hayo changamkeni, wokovu wenu umekaribia, jifunzeni kwa mtini. Sasa nini? Sisi kila anayesoma Biblia hayo Yesu aliyesema ni sahihi kabisa kuambia watu muda wa rehema karibu unaisha. Ni sahihi. Tunaishi kipindi cha mwisho kabisa wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Hatuna shida kabisa na hilo swala. Tuko kabisa ukingoni, ni sahihi kabisa. Shida iko hii tu, nani anakutuma kuweka muda? Shida iko hapo tu, nani anakutuma kuweka muda? Na nitakueleza na mtazamaji na msikilizaji uweze kujua nani yuko nyuma ya jambo hilo. Kwa hivyo hiyo ndio inayoeleza namna hiyo kwamba wao kwa kokotoa wamegundua dunia hii tangu Adamu ameumbwa eti alikaa bila dhambi muda wa miaka 30. Kwa kukokotoa miaka ya kuzaliwa kwa Yesu na ya kubatizwa kwake. Alizaliwa 4 BC na halafu anabatizwa 27 AD. Sasa wakiangalia namna hiyo wanaona kumbe miaka 30 ndio ya Adamu aliishi akiwa bila dhambi. Kwa hiyo sayari hii ilikuwa na viumbe bila dhambi kwa muda wa miaka 30. Hoja hii ni hoja ya ajabu sana, haina mashiko katika neno la Bwana, ila inashinikizwa na uelewa wa milenia ile ya 7 ili isiingiliwe kabla Yesu ajaje. Yaani ni kutaka kubalansi mahesabu, ukokotoaji ili onekane miaka 6000 ya dhambi, alafu Yesu anakuja tunaingia miaka 1000 maisha na pamoja naye katika makao ya amani. Sasa inakuja, kwa nini wanasitiza mwaka 2027 Yesu anakuja? Msitizo huo unapatikana wapi? Sasa sikiliza. Tuliona kutoka anguko. Sio tangu kuumbaja, anguko. Toka anguko mpaka ubatizo wa Yesu wasema ilitumia miaka 405. Angalia vizuri sasa. Na kwa kuwa Yesu alibatizwa mwaka wa 27 AD. Sasa wanachukua miaka 2000 iliyobaki katika ile miaka 6000. Wanachukua miaka 2000 iliyobaki, halafu wanajumlisha miaka 27 mwaka ambao Yesu alibatizwa. Ndipo wanapata 2027.
Hakuna maajabu mengine yoyote kwenye ukokotoaji huu, hayapo. Mission for all.